Yesu asifiwe. Naitwa Yoeli Yohana, mchungaji wa kanisa la Pefa Mloa Barabarani Dodoma. Nina ujumbe kutoka kwa Mungu ambao nimeuita ushauri nasaha. Huu ni ushauri wangu kwako wewe kama rafiki yangu unayependa mafundisho na matoleo tunayoyatoa. Ushauri wangu unatoka katika kitabu cha Mathayo sura ya 17 kianzia mstari wa kwanza mpaka mstari wa 7. Neno la Mungu linasema, na baada ya siku 6 Yesu akawatwaa Petro na Yakobo na Yohana nduguye, akawaleta juu ya mlima mrefu faragani, akageuka sura yake mbele yao, uso wake ukang'aa kama jua, mavazi yake yakawa meupe kama nuru. Na tazama, wakatokewa na Musa na Eliya wakizungumza naye. Petro akajibu akamwambia Yesu, Bwana, ni vizuri sisi kuwapo hapa. Ukitaka nitafanya hapa vibanda vitatu, kimoja chako wewe, na kimoja cha Musa, na kimoja cha Eliya. Alipokuwa katika kusema, tazama, wingu jeupe likawatia uvuli, na tazama, sauti ikatoka katika lile wingu ikasema, huyu ni mwanangu mpendwa wangu ninayependezwa naye, msikilizeni yeye. Na wale wanafunzi waliposikia walianguka kifudifudi, wakaogopa sana. Yesu akaja akawagusa akasema, inukeni wala msiogope. Wakainuka macho yao wasione mtu ila Yesu peke yake. Mstari wa 5, alipokuwa katika kusema, tazama, wingu jeupe likawatia uvuli, na tazama, sauti ikatokea katika lile wingu ikasema, huyu ni mwanangu mpendwa wangu ninayependezwa naye, msikilizeni yeye. Katika mafundisho mengi unayoyasikiliza, maana wahubiri wapo wengi, niseme tupo wengi sasa. Katika wahubiri wengi unaowasikia, mafundisho mengi unayoyasikiliza, liko neno moja ambalo ni la muhimu sana kulijua. Na tuseme kodi hii ilitolewa katika mafumbo. Yesu aliwachukua wanafunzi watatu katika 11 akaenda nao mlimani. Na alipofika kule mlimani akabadilika, wakamuona anang'aa. Na katika kung'aa kule kukatokea Musa na Eliya. Kwa nini walitokea Musa na Eliya? Kwa sababu Musa aliwaongoza wana wa Israeli kutoka Misri mpaka akawakaribia kabisa kuwafikisha. Ilikuwa imebaki kidogo tu ni kuvuka mto Yordani na kuingia kwenye nchi ya ahadi. Kwa hiyo Musa aliwakilisha kipindi chote cha mafundisho ya sheria na ndiye mkuu na aliyepitishiwa mkono na Mungu kuleta Torati. Lakini Eliya akasimama kama kuwakilisha manabii. Lakini kitu cha ajabu hapa kinaonekana, wakainuka macho yao wasione mtu ila Yesu peke yake. Mimi sijui kama unaelewa vizuri andiko hili. Musa hakuonekana wala Eliya hakuonekana, lakini Yesu akabaki peke yake. Na sauti ikasikika kutoka mbinguni ikasema, huyu ndiyo mwanangu mpendwa wangu, huyu ni mwanangu mpendwa wangu ninayependezwa naye, msikieni yeye. Mhubiri huyu atakwambia hivi na mhubiri huyu atakwambia hivi. Lakini kama unataka kuwa Mkristo imara, fuata mafundisho ya Yesu. Huu ndio ushauri wangu kwako. Yesu ndiye Bwana na Mwokozi aliyetumwa na Mungu kwa ajili ya kuokoa wanadamu. Mhubiri yeyote atakayekujia akafundisha fundisho lolote ambalo haliendani, linakinzana kwa namna yoyote na mafundisho ya Yesu, mhubiri huyo amekudanganya.
Kama unataka kujua jinsi gani ya kuishi na wenye dhambi, utaangalia Yesu aliishije na wenye dhambi. Kama utataka kukemea dhambi, utaangalia Yesu alikemeaje wenye dhambi. Aliishije na wenye dhambi na aliishije na watakatifu. Aliishije na wanafunzi. Kama unataka kujua mbinu ya maisha ya Kikristo au unataka kujua Mungu anataka ufanye nini, uishije, basi itakubidi ujifunze kwa Yesu. Angalia alivyofanya, fanya hivyo hivyo. Huu ndio ushauri wangu kwako. Naitwa Yoeli Yohana wa huduma ya PEFA Mloa barabarani. Mungu akubariki. Subscribe kwenye channel yetu, share na wengine ili tuweze kufikia watu wengi zaidi kwenye